mimi na wewe mapenzi basi. In love and power. Umenitia nini? Ongea haraka haraka na kusikiliza na kazi zangu za kufanya. Zena, ni mara ngapi nakwambia nakupenda? Hivi uone usumbufu wangu kwa ninamaanisha kuwa nakupenda kweli? Ni wanawake wangapi nakutana barabarani na siwasumbui zaidi na kukusumbua wewe? Namaanisha kuwa nakupenda kweli? Na sio kuto unanihangaisha hisia zangu. Mimi nikajua unaniletea kitu cha umuhimu, ndio maana nikasimama hapa. Kumbe waniambia upumbavu wako. Sasa sikia nikwambie. Kama unataka mimi na wewe tuendelee kusalimiana, usiniambie upuuzi wako. Hivi kwanza ukiniangalia mimi na wewe, tunaendana? Zena, hiyo sio sababu. Kumbuka naeleza hisia zangu na sio mwonekano wangu. Alafu Zena, wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Ndio maana hisia zangu hazifichiki kwako. Una urembo wa asili, mwenye macho yanayong'aa sana. Ndio maana wanaume wengi wanavutiwa nawe. Zena, jaribu kunisikia hata mara moja tu. Sikize moyo wangu jinsi ninavyokupenda. Unajua unanichekesha. Mimi nimepoteza muda wangu na kazi nyingi za kufanya, nimesimama hapa kwa ajili ya kusikiliza. Kumbe unaongea upumbavu. Sasa sikia nikwambie. Mwanzo na mwisho. Yaani ukiniona napita sehemu kama unataka kuliongelea hilo swala, usinisimamishe. Nitakuja kukuvuruga. Si umenielewa? Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia. Huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi kurizana, kumizana. Na ndo maana kupendana hakuishi kurizana, kumizana. Oh yeah. Love and power. Love and power. Wabla Steve. Ila sorry, najua nikikwambia utaumia sana. Lakini mimi nilikuwa zangu kwenye pita zangu hivi. Napita pale nampata ile demu wako ile nani? Ile Zena. Napata Zena kabisa kwenye mazingira ya kutongozwa. Wewe Gift. Ukweli au unanitania wewe jamaa? Bro, sasa ngutania kwa lipi? Mimi nampata Zena kabisa natongozwa na shikwa ni ameniuzi sana. Unasikia? Sometime basi hawa ika pembeni. Afu wewe unajua kabisa ni mtu ambaye nampenda. Wewe unataka uniambie, yaani unamaanisha umemwona Zena kwenye mazingira ambayo yuko na mwanaume, si ndio? Zena ndo nampata kabisa na mwanaume ile mvuta bangi yule. Naenda kuangalia. Alafu nikagundua anadanganya. Basi jua kuna, yaani naweza kufanya chochote ile jua yako. Wewe utakwenda kule? Huko utazengua. Afu ile mvuta bangi wajua ile atakupiga. Unajua ushanichanganya mpaka sasa hivi. Alafu mbona ungangania Zena? Si mbona kuna mwajei kule mwaja anakupenda tu. Sasa sikia. Nilikuwa nataka nilishe kuku hapo sasa hivi ila
basi utanisaidia kumalizia. Love and power, in love and power, love and power, love and power, love and power, in love and power. Steve, umenipigia simu kama nije kukusikiliza. Nashangaa toka nifike hapa uongee kitu chochote. Kwani kuna shida? Hapana, wala hata hakuna shida, ila nikupigia simu kwa sababu ya lengo moja tu. Love and power, love and power. Lengo gani hilo? Nitaka nikujulishe kuwa leo ombi lako ambalo ulikuwa umeniomba niachane na Zena, nimekubali. Hutokuja kuniona naye, hutokuja kunisikia nikiwa naye. I promise. Kwa hiyo upo serious baba? Yeah, serious. Trust me. Basi kama ni kweli naomba nikukumbatie. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia. Huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia. Nje wapeleka salamu, salamu, salamu. Mwambie amenipa maumivu, maumivu, maumivu. Bro, mbona ondoka bila kuaga? I'm sorry. Siwajua tena, nimegafilika. Alafu hivi kweli ulimwona Zena yupo anashikwa shiku? Demo ana dara bro. Ile demo anakuchiti. Sawa. Nakuuliza hivi tena kwa mara ya pili kwa sababu nataka nifanye maamuzi ya kiume. Kwa hiyo ulimwona yupo na mshikaji mazingira fulani ambayo yani wazi inaonyesha kuwa wana mahusiano, wana date. Kweli bro, nilimuona, si ndio? Alafu wewe kufanya hapa, wewe fuata maamuzi yako tu, sawa? Alafu mimi siwezi kwa sababu ya wewe kuachana na Zena. Mimi siwezi kuwa nakudanganya tu achana na Zena hivi vipi, hapana. Poa. Mimi mwenyewe nimekaa nimeshauriana na serikali yangu ya kichwa. Nimeona nimteme yule demo. Sawa basi, kama umeona hivyo cool tu, sawa. Weka achana naye. Hamna muda wa kujipressure na demo ambaye hutaki. Japo ni kitambo na nini ahadi kibao, lakini kwa sasa nimkatae. Anifai. Kama demo anaweza kudate na mwanaume mwingine, maana yake hiyo ni zaidi inaonyesha kuwa hana mapenzi yoyote na mimi. Hivyo siwezi kung'ang'ania kuendelea kubaki sehemu ambako sipendwi. Sawa. Hapo fresh tu. Fresh tu. Poa poa. Ambwegze mkubwa wangu, sawa. I got you. Wenda kesho yetu Mungu pekee ndo anajua. Tutapambana tukisari, tukisindikiza na dua. Love and power. Zena, ni kwa nini umeamua kuniigizia? Kwani una matatizo gani? Mbona sikuelewi? Yaani nakuja hapa, nataka nikukumbatie, unanisukumiza. Nimefanya kitu gani? Au nielewe, yani maana yake sasa hivi nimekuwa mwehu.
sijielewi, si ndio? Yaani unafanya vitu vyako, alafu sasa hivi unaniambia haunielewi. Mimi ndo sieleweki au wewe ndo ueleweki? Unajua unanichanganya. Mimi nashindwa kuelewa. Kwa nini umenisukuma? Kwa nini unataka nikushike? Yaani nashindwa kukuelewa. Inabidi uniambie kuna kitu gani ambacho nimekifanya. Sikiza nikwambie kitu kimoja Zena. Mimi sijaja kujieleza hapa. Wala sitaki maelezo yawe mengi. Nachokiomba kitu kimoja tu. Mimi na wewe mapenzi basi. Tajiri. Yo Kasikaso ni rafiki yangu sana. Amen. Tena muda mrefu sana. Toka tupo wadogo mpaka sasa hivi tunashikashika vimzuzu kidogo. Lakini rafiki yangu bwana, wewe umenizidi mbali sana. Yaani kama mdanganya anakuwa na wivu na wewe. Kasikasi. Hivi wenzangu hela waga mnatoa wapi? Jokeli. Wote wenye pesa ni wale ambao wanaofanya kazi kwa bidii na juhudi. Ukiwekeza nguvu kwenye kutafuta, unaweza kutimiza malengo yako haraka sana. Lakini wengi wetu tunaona wanatuona kama sisi pesa tunafanyaje? Tunaokota. Sisi hatuokoti pesa. Mimi ni hadi wako. Nafanya kazi kwa juhudi sana. Kwa hata wewe nakushauri. Pambana, fanya kazi kwa juhudi. Utafikia tu. Hivi mbona vitu vidogo? Lakini mimi najitoa sana. Kila siku nafanya kazi na nguvu bado ninayo, najitoa sana lakini sioni mafanikio yangu. Kwa nini sasa Steve inakuwa hivi? Kwa nini iwe basi? Kwa nini iwe leo sio siku zote? Sikia nikwambie. Yaani ninachokimaanisha ni hichi. Ukiniona kushoto, pita kulia. Ukiniona kulia, pita kushoto. Yaani nashindwa kuelewa. Kwa nini unasema sijui nipite kulia, sijui nipite kushoto? Akati unajua mimi bila wewe siwezi. Na wewe bila mimi huwezi. Kwa nini leo hii unapata ujasiri wa kuongea maneno haya na kuniambia kwamba nifanye mambo yangu? Basi mimi ninachoona, bora tukae chini tuwazungumze. Au kama inawezekana tuingie ndani tuongee. Yaani mimi hapa Zena ndo niingie ndani. Niingie ndani niende nikazungumze na wewe. Kamwe never sahau. Mimi nimekuja kukupa taarifa tu. Bye bye. Nisahau katika maisha yako. Mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi, kurizana kumizana, na ndo maana kupendana hakuishi, kurizana kumizana. Ni vyema sana kutamani maisha ya mtu, lakini usitamani njia ile ambayo yeye anapita. Huwezi kujua mwingine anapita kwenye njia gani. Usiwaone matajiri wote wana pesa ukajua wako sawa. Wengine wanatafuta kwa haramu, wengine wanatafuta njia sahihi. Binafsi yangu mimi natafuta kwa njia halali kabisa. Mungu tu ameninyoshea. Na kushauri tena, pambania ndoto zako. Unaweza kutimiza tu. Kwa sababu Mungu akiamua kukupa, atakupa. Iwe mchana, iwe usiku. Iwe muda wowote ule, anaweza kukupatia. Akisema, Jokeli, zamu yako imefika. Basi, utafanikiwa. Nimekuelewa bro. Lakini muda mwingine kazi ngumu zinachosha sana. Unajua sasa muda mwingine mpaka zege zinaniumiza kumibegani huko nakwambia. Basi acha nichukue maneno yako kama ushujaa kwangu. Lakini najua nyinyi watu wenye hela waga ni wagumu sana kutoa siri. Vipi lakini unaweza nisaidia tabuku hapo? Asa mwanangu Jokeli, mtoto wa kiume unashindwa kupambana hata kupata buku. Sasa mnaweza kunisimanga sasa. Sikia, mimi hapa sina cash. Nitakutumia kwenye simu. Sio buku tu. Nitakutumia hata wateni kwenye simu. Sijalo juu. Najua. Siku moja hata unipe hata niendeshe mwanangu, ni drive. Hapana, no mwanangu. Wewe umenikuta mimi natoka, kwa hiyo
Maisha yana maumivu, kuna kupanda na kushuka, pia kupata na kukosa. Moyoni tunabeba vingi na ufukara na tutesa, tunapambana tukiamini kesho ipo. Wenda kesho yetu Mungu pekee ndo anajua. Steve, huyu ni nani na anafanya nini hapa nyumbani kwako? Wewe kama nani waliuliza hivi? Steve, leo hiyo kuniuliza mimi ni nani? Leo hiyo wewe unijua unaniambia mimi ni kama nani kwako? Kwa sababu ya huyu Zena, mimi nadhani nishaye kufuata kwenu na nikakueleza kila kitu. Kwa sihitaji mahusiano na wewe kwa sasa. Kwa hiyo utakusema hujui chochote kunihusu mimi. Hizo nyama ndo zinaweza kudanganya, si ndio? Leo hii hujui chochote, hadi mimi na wewe yale yote tunapanga yote ushasahau kwa sababu ya huyo. Mimi na wewe tulishamalizana. Sasa nashangaa unapokuwa unanifuatafuata. Dada, vipi? Kuna kitu umesahau kwangu? Sikia. Embo. Sitaki uniharibie siku leo. Toka nyumbani kwangu. Zena, nimeongea Kiswahili ambacho kinaeleweka. Naomba toka nyumbani kwangu. Toka! Asante. Love and power, love and power, in love and power, love and power. Baby, nadhani nishakuelekeza kila kitu. Hivyo naomba unisamehe kwa kilichotokea. Okay, sawa, tuondoke. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi. Jiwapeleka salamu, 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 mwambie amenipa maumivu, maumivu, maumivu. Najaribu kumeza na tema, mapenzi yana maumivu, ndani kwa ndani yanapenya. Oh no, oh no, mwili unanitetemeka kwa sana, nahisi naishiwa nguvu. Ni bora angenipata tahadhari, najikuta kwenye ajali. Ajali ya moyo, ya moyo, ya moyo, ajali ya moyo, ya moyo. Unajua baby ni handsome sana. Na sio handsome tu. Una moyo wa upendo, unajali. Niahidi tukukupenda. Nitakupenda leo, kesho na hata milele. Wow. Nimefurahi sana malkia wa moyo wangu. Na maneno yako matamu ni siri ya penzi lako. Alafu kitu kingine sasa. I promise. Na mimi nitazidi kukupenda. Kwa sababu unakaa ulembo fulani hivi kaasili. Yeah. Tena kingine unachonichanganya, una miondoko ya Kijerumani ambayo imechanganyika na Ulatini wa Kidigo. Bwana sema hivyo na hivyo. Sure, I'm telling you. Macho yako, pua yako, mdomo, umbile lako vitoshe kusema tunakupenda. Nasema pia. I love you. I love you too.
Unajua kunifurahisha sana. Hata mimi nimefurahi. Kweli. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Oh yeah. Love and power, love and power, love and power, in love and power. Kulikoni mwenzetu? Kutoka mbio mbio kutafika kibizwa na mgambo. Yaani dada, mimi hapa nimetoka zangu vizuri tu, nimeenda kwa mpenzi wangu Steve. Yaani nimemkuta anatoka na mwanamke libonge, yaani alieleweki, mwanamke sio mwanamke, alafu Steve anifukuza mimi kwa sababu ya huyo mtu. Hivi mdogo wangu, kwa nini usifocus na maisha yako? Mapenzi yana nini na wewe? Walianza mababu zetu, lakini wamekuja wameacha. Wewe leo kujiweka juu hivi kabisa kama mpaka wa mganga. Kwa sababu gani lakini? Lakini dada, unajua mimi jinsi gani ninampenda Steve. Unajua mimi na Steve tumetoka wapi? Yaani Steve ndo kila kitu. Sasa leo yeye anakuja kunifukuza nyumbani kwake kwa sababu hivi. Unampenda kweli Steve? Ndio nampenda. Umemweka hapa moyoni. Sikiza mdogo wangu, tuliza munkari, tuliza pressure. Sio unajua kama dadako sinaga shombovu, unasema nitakupeleka. Yaani ukishafika tu matatizo yako yote yameisha. Kwa nini dada utanipeleka hiyo sehemu? Unanionaje dada yako? Kama utanipeleka hiyo sehemu nitafurahi. Japokuwa sijui sehemu gani, ila mimi natamani mwanamke atawe chizi. Maana mimi dada nimechoka kila siku. Wewe tena. Mimi nishakwambia dada yako, najikubali mimi mwenyewe. Jeshi la mtu huyo? Nitakupeleka mdogo. Usikia? Basi unataka kidogo. Nje wapeleka salamu, salamu, salamu. Mwambie amenipa maumivu, maumivu, maumivu. Najaribu kumeza na tema, mapenzi yana maumivu. Ndani kwa ndani yanapenya. Oh no, oh no. Mwili unanitetemeka kwa sana, nahisi naishiwa nguvu. Ni bora angenipata tahadhari, najikuta kwenye ajali. Ajali ya moyo, ya moyo. Usijali kipenzi, haya yote yatapita. Utapona na utakuwa sawa. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo
maana kupendana hakuishi, kurizana, kumizana, na ndo maana kupendana hakuishi, kurizana, love and power, love and power, love and power, in love and power, love and power, love and power, love and power, in love and power. Hivi Steve, utaendelea kumwaga machozi mpaka lini? Utaendelea kulia hivyo mpaka lini? Alafu mtu unayemlilia yenyewe ni chizi. Hivi hujui kama mimi nakupenda? Osiro alijua mapenzi ni kama tikiti. Hauwezi kuliona kama limeiva kwa kulitazama. Zena, labda nikwambie kitu kimoja. Najua ulipuliza moto kwa lengo la kuzima, lakini ndo umeuwasha. Sikupendi. Sikupendi. Love and power, love and power, love and power, in love and power. Kwa hiyo haya unayapitia na unayafurahia? Sikia basi, tushafika. Wewe ukinigusa bonge la mbao. Tulia. Mayu, mimi si unanijua mimi. Angalia. Mimi si unanijua? Mimi si unanijua? Subiri basi, subiri. Mimi si unanijua? Tushafika nyumbani hapa hivi. Bro, yaani umekuja na huyo? Subiri basi tutaongea. Mimi najua utanipa msaada, kumbe wewe unaanza kuniuliza maswali kama hayo. Hebu angalia basi. Unajua? Angalia basi. Ndani twende. Basi, haya, panda mwenyewe. Panda. Twende. Subiri basi. Sawa? Panda hapa hivi tuingie ndani sasa. Umesikia? Mimi si unanijua? Mimi Steve. Sikia, panda basi. Love and power, love and power, in love and power. Samahani bro. Najua nimekuwa msumbufu sana kwako. Ila leo mdogo wako nimekuja na shida moja tu. Nimepigiwa simu kijijini. Mamangu anaumwa sana. Na hapa nilipo sina hata shilingi 100. Nilikuwa naomba unisaidie shilingi 20,000. Angalau tu apate hela ya dawa. Mimi nakusaidia. Sasa umesema unataka utume sio? Nitajia namba zako. 06 883. Sasa mbona ueleweke? Unajua namba ya mamako? Samahani, ni pressure tu off kwa mamangu. 876320. Tayari. Shukuru sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja Jukeli.
Mimi leo nimekusaidia kwa sababu tu ya mama, lakini siku nyingine siwezi kukusaidia kwa sababu ya shida hizi ndogo ndogo. Joka, wewe ni wa kiume, unashindwa kutafuta shilingi 20,000 ya kumsaidia mamako anunue dawa? Kweli unapita mitaani kuzurura kuomba? Pambana brother, focus kwa ajili ya maisha yako na familia yako. Wewe ni mkubwa sasa hivi Joka, tumesoma wote shule ya msingi, sekondari mpaka chuo. Unashindwa vipi kupambana? Unashindwa vipi kufocus kwa ajili ya maisha yako? Imagine leo shilingi 20,000 tu unakuja kuniomba mimi. Aya, sisemi mabaya. Mama yako labda amestroke, amepata pigo, ameanguka. Unamsaidiaje? Una elimu ya kutosha. Kwani unashindwa kupambana kutafuta shilingi 20,000? Disappoint. Sio kama mimi nakunyanyasa au sio kama mimi nakusema, ila nimekwambia ufanye na upambane kama mwanaume kwa sababu ya maisha yako ya kesho. Sawa bro, nimekuelewa. Sawa. Na wewe umenielewa hivyo hivyo. Uwe na siku njema. Maisha yana maumivu, kuna kupanda na kushuka, pia kupata na kukosa. Moyoni tunabeba vingi na ufukara unatutesa, tunapambana tukiamini kesho ipo. Gift, kama ulivyoona hali ya shemeji yako kidogo amepata matatizo ya akili, afya ya akili haijakaa sawa, hivyo nikaa naomba kwa kipindi hichi basi tusaidiane kuweka uangalizi. Natamani nikitoka basi mwangalizi mkuu utakuwa wewe. Ngoja, yani unamaanisha huyu Mwaje anabaki hapa? Ndio. Huyu ataishi hapa kwa sasa hivi kwa sababu unaona kabisa mazingira ambayo yupo huko kidogo sio rafiki. Kaka ajiongeze. Yule pale kashakuwa mwendo azimu sasa, hajaelewi. Asa unaanzaje mwenye kumweka ndani ya nyumba kama hapa? Huo ni kama hatari hiyo. Gift, naomba unisikilize. Hawezi kukuzuru yule. Hawezi kufanya uharibifu wowote. Kikubwa tu ni uangalizi ambacho naomba mimi hapa. Brother, chizi yake ya majalala. Asa pana donini hapa. Bro. Yaani mimi sikuelewi kabisa. Mimi sikubaliani na wewe in short. Gift. Yaani kama utashindwa kunisikiliza, wewe utamsikiliza nani? Mimi nishakwambia yule ni matatizo tu ya akili. Ila kusema labda akuzuru au afanye kitu ambacho sio kizuri, hawezi kufanya kitu kama hicho. Alafu ule ni ugonjwa tu ambao unaweza kumpata mtu yote. Hivyo sasa ukianza kumkataa sasa hivi huo sio binadamu hivyo. Naomba unisikilize. Bro, ani mimi nakusikiza tu kila siku, nakusikiza sana, kuchukulia poa tu bro. Angani achukua kwa fresh tu. Kumbe unakuwa hivi bro. Ani ila kwa hili sawa, mimi nitajaribu. Ila ikinishinda bro, je, imenishinda, ataondoka hapa. Maana mimi sijakubaliana naye kabisa. Nimefanya tu kwa ajili yako kwa sababu nampenda yule Mwaje wako, sijui cheese kisha kwa cheese. Nimekwambia Mwaje ataishi hapa na atakaa hapa. Kwa sasa hivi natoka. Nataka tucheki namna gani tunafanya. Nijaribu kuuliza kwa watu wazima na nini kwa sababu ni kitu ambacho kimekuja ghafla. Kwa hiyo hatuwezi tukakaa wote hapa nyumbani tunaangaliana. Mimi natoka kwa sababu ya kwenda kufuatilia kujua tunafanyaje. Hivyo basi naomba mwangalizi mkuu wewe. Sawa bro. Shega mwana. Wenda kesho yetu Mungu pekee ndo anajua.
tutapambana tukisali, tukisindikiza na dua. Love and power, love and power. Baza Kulia, mimi nimekuita tu kwa sababu ya jambo moja, kwa sababu wewe ni bro ambaye unanipaga ushauri kama mdogo wako. Hivyo na jambo ambalo kila siku linanifanya tuwe machozi. Yaani nimekuwa ni mtu wa kulia na mapenzi wewe na mapenzi mpaka sometimes najishangaa nimekuaje. Kama unavyojua. Kipindi fulani ukasema mdogo wangu wewe punguza sasa kuwa na masuala ya mademu wengi, unakuwa unaruka na huyu, unatoka na huyu. Hicho nikapunguza. Nikabaki nao. Zena na Mwajuma. Zena nadhani unajua nilikuwa namkubali sana. Yaani namkubali mpaka sasa hivi. Ila juzi kati hapa hivi yule mdogo wangu Mkenya yule kaja akaniletea taarifa, akamkuta Zena kidogo yupo na mshikaji mwingine, kaona kwa macho yake. Kwao nikaona mwanamke wa nini kama anaweza ku date na mwanaume mwingine, basi ni zaidi kuwa hana mapenzi yoyote na mimi. Nikaamua kumpiga chini. Lakini mbaya zaidi baada ya kumpiga chini tu huyu Mwajuma siku 2-3 naye kaacheza. Blaza, inauma sana. Kwao nimekuwa ni mtu wa kutoa machozi. Sielewi hata kitu cha kufanya. Yaani nipo. Yaani nikwambie kitu mdogo wangu. Unajua katika haya mapenzi hata leo ya kungua tayari shafariki. Lakini sisi huku tunachokifanya ni ya kukurupukia tu mapenzi. Mimi cha kukushauri mdogo wangu, achana na Zena. Dili na Mwajuma. Kama tu mdogo wako mwenyewe Mkenya alishaenda kabisa akashuhudia kwamba yuko na mwanaume. Haya, unataka kitu gani? Sio hivyo tu, ngoja nikuibie siri. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, kwa macho yangu nishio kumuona Zena anaingizwa ndani na mwanaume. Nikasema nisije nikaongea, nikaja nikaonekana mimi nachonganisha nini mahusiano yako we na Zena. Kwa sababu pale palipo na moyo wako ndipo hazina yako ilipo. Kwa nisije nikagusa hazina yako nikaja nikaonekana mimi ni mbaya. Kulia. Ukweli? Mara kibao. Tuna juzi kati tu hapa nikaona anakimbizwa na mama kwamba amechukua mume wake. Halafu kitu kingine ambacho kijui kuhusu Mwajuma kuwa kichaa, hayo ni mambo ya kishirikina. Na haya mambo atakuwa anayafanya Zena. Yaani unataka useme kwamba Zena ukiachana na masuala ya malaya kwamba na haya mambo anayajua? Mimi ngoja nikupe siri. Wewe mtoto tu sio hivi. Kuna vitu vingine ambavyo wewe huvijui. Sisi ni watu wazima. Wakati tunakuwa jua liko linatokea katikati linazamia huko. Sasa nafanyaje brother? Sasa cha kukushauri hapa, mtafute mtaalamu. Usitafute hao ambao wanakupiga udi unalewa, unatoka kichwa kinakuuma. Tafuta nguli ambao ukiingia haki ya mama kile kichaa kinaisha. Na mke wako atatulia katika misingi iliyonyooka. Yaani blaza Sakulia. Mimi nadhani unanifahamu fika masuala ya mimi sio vitu vyangu hivyo. Mimi nitajuaje sasa? Kaka, acha uzembe. Dunia sasa hivi ishaisha. Dunia imepotea kaka. Huyu Mwajuma ni bonge la pisi, unampoteza. Sitaki kuongea mengi. Ila kama ukinihitaji kwa wataalamu ambao wanajua haya mambo, utanitafuta kwa muda wako. Kulia, asa mbona unaondoka sijamaliza? Basi nitakutafuta. Bro, kwanza nikushukuru sana. Maana umekuwa maisha ya mamangu. Bila wewe sasa hivi asingepata hata hela dawa. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana. Na yale maneno yako nimeyachukua, yameniumiza sana.
na nipo hapo kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama una rafiki yako au kuna sehemu yoyote unaweza kanisaidia nikapata kazi yoyote ile. Yaani wewe kufanya kazi ya kuchunga, ya kuosha vyombo, ya kupika. Yaani mimi sijali chochote ile mradi tu nipate kazi. Sawa. Joka. Mimi nimekuelewa vizuri. Tena nimekuelewa sana. Ila usijali. Kusaidiana ni kawaida. Kwa sababu nisipokusaidia wewe nitamsaidia nani? Na pia kama vijana kuambiana ukweli pia ni lazima. Sasa nisipokuambia ukweli nitamwambia nani? Kwa hata usijali kwa hiyo ndugu yangu. Shukrani sana. Maana wewe ndio mtu ambaye unanitiaga moyo sana. Kwenye nyakati ngumu za furaha ni wewe bro. Kwa hiyo ndio maana nilipokuja hapa nikwambia nitafute kazi yoyote, nilikuwa namaanisha kwamba ikitokea hata ya kuchunga ng'ombe bro, nipo tayari. Maana najua kazi zetu za elimu zinakuwa ni ngumu sana kuzipata kwa sasa hivi. Kwa hiyo ndio nikaweka kwamba ikitokea kazi yoyote mimi nipo tayari kufanya. Jokeli, wewe una elimu kubwa kama mimi. Sasa unaposema kazi ya kuchunga ng'ombe, sijui kufagia, hizo sio size yako. Ila kikubwa tu mifumo ikishakaa sawa, basi kila kitu kitakuwa poa. Hata usijali ndugu yangu. Bro, mimi kwa sababu nipo tayari kufanya kazi yoyote. Ila kazi ambayo imeruhusiwa na serikali, ambayo ipo huru kabisa kwa chochote. Kwa hiyo kazi yoyote mimi nipo tayari kufanya. Ila ambayo ipo halali kabisa, ambayo serikali imeruhusu kufanya. Ni kweli. Ila nakushauri kitu kimoja. Wakati bado unanisikilizia mimi kukutafutia kazi, basi usiache vibarua vyako unapofanya. Kama unabeba zege beba, kama unafagia sijui barabarani fagia, kama unaokota makopo pia fanya, kwa sababu hiyo ndio itakufanya upate 200, 300 ya kula. Ukiacha wakati unanisubiria mimi, utashindwa hata kupata pesa ya kula na utaanza tena kuomba. Kwa hiyo mimi nakushauri kwa hiyo, mpaka utakapokusikia simu yangu, bwana Joka, tayari hivyo vitu unavyofanya ndio utaanza kuacha. Nadhani umenielewa. Hamna mama bro. Na sasa hivi mkubwa kule anaendelea vizuri. Kwa hiyo hata sasa nikifuata hata kibukubuku cha matunda nini, nitamtumia apate kula vitunda. Mnajua dawa bila matunda hazendi. Basi sawa. Mimi kuna sehemu naenda. Nimeitikia wito wako tu mara moja kwa sababu ni ndugu yangu, kwa sababu ni rafiki yangu. Kwa hiyo nahisi muda umeshaniacha. So, hizi maisha yana maumivu, kuna kupanda na kushuka, pia kupata na kukosa. Moyoni tunabeba vingi na ufukara unatutesa, tunapambana. Bazakuli. Afadhali kwanza nimekuona tena. Unakumbuka ile swala tuliongea pale hivi? Basi mimi nimekaa chini nimewaza, nimekubali. Hasa shida kitu kimoja hapa hivi, kupata mtaalamu wa kweli ndo nawaza. Yaani kuhusu mtaalamu wa kweli nilikwambia niachie mimi. Alafu na kitu kingine, huyu jamaa ambaye nataka nikupeleke kwake kwa leo atakuwa yuko busy. Kwa sababu waganga wa ukweli wega wanaga haraka. Unaona? Anataka kufanyia jambo lako amalize, yani jambo linyooke. Yani kitu kama kikifanya na kifanya kwa hapo, nimeelewa. Na huyu jamaa sio kwamba eti ni hao waganga sijui eti wa mjini. Sija atakupiga udi utatoka umelewa, si umefanya kitu gani na si kizunguzungu. Huyu jamaa anakupeleka ni nyoko. Yaani wewe unataka uniambie tatizo langu limeisha? Unamfahamu yule jamaa ambaye Sumbawanga ilifikaga kwamba jamaa alibeba mimba kadhaa? Jamaa amebeba mimba? Ni yeye huyo jamaa. Wewe. Acha hiyo. Kuna mtu alikuwa ameshika nyanya chungu amezeka mkononi hivi, akazipuliza ziliiva. Sasa acha hiyo. Kuna jamaa alikuwa anadaiwa madeni mkopo. Umeona kausha damu. Hao jamaa kausha damu akaenda kumdai kwake hela. Walipofika hapa alikuta bahari. Yeye. Huyo jamaa anaonekana kiboko Sio kiboko tu. Ndio maana nakwambia kwamba mimi niongee naye kwanza.
Alafu kesho asubuhi na mapema, mguu wako mguu wangu, tunaenda pale kwake. Basi kama ni huyo, yani unavyonielezea hivyo, huyo Zairi kabisa, tatizo langu limeisha. Shariti ni hili, asubuhi usipige mswaki. Na mimi kwa sababu sio kwamba eti namfanyia kazi, yeye namfahamu kwamba atakaji mtu ambaye ameenda amepiga, kwa sababu utakapopiga dawa mswaki na maanisha kwamba utakapoongea naye yeye atakuwa anasikia kizunguzungu. Dawa ya mswaki anataka apate natural health, yani hewa. Si mswaki tu au kuna lingine? Hivyo tu. Basi sawa, mimi nitajitahidi, nitafanya hivyo. Sawa. Sawa blaza, mimi nikuache. Hapa baadaye basi. Haya. Hivi nilikuwa nataka huyo nimpige mara mbili. Karibu. Unajua huyo jamaa anazingua. Huyo nani huyo? Huyo nani mshikaji wako huyo? Anazingua kwa sababu mimi leo kaja akaniambia kwamba anataka aende akakuroge. Yeye anataka kaniloge mimi. Nimemfanya kitu gani mpaka kaniloge? Kwa hiyo anataka aende akakuroge. Kile kichacha Mwajuma kikurudie wewe. Kwa hiyo kaona kuniacha haitoshi. Ansingizie mimi nimemloga mwanamke wake. Ala, kweli nimechokwa. Mimi mwenyewe nilishangaa. Mpaka nikapigwa butwa nikasema kwamba kweli Zena anaweza kuwa mchawi kiasi gani aenda kamroge Mwajuma awe kichaa. Wichi kichaa. Mtu akiamua kukuchafua, anakuchafua tena sio kidogo. Nimetulia kimya, sitaki shida na mtu. Kwa hiyo hata cha kusema sina. Ila mimi umesikia nikasema kwa busara zangu. Busara. Nikatumia busara nikamwambia aje, kwa nini uende ukamroge Zena? Kwa nini usitafute chanzo ni kitu gani? Kaanza kujingata-ngata, mimi Zena si kitu gani huku na huku. Nikasemaje, huo ndio uchawi wenyewe. Je, unajua Zena ametokea chimbuko gani? Au kitovu chake kimekatiwa wapi? Hapo. Kwenye kitovu. Hapo kwenye kitovu changu. Sasa muache anengeneke, akatafuta la kulitafuta. Litakalo mkuta. Mimi atakuja kulia hapa kwa magoti. Yeye atakuja kugaragara hapa. Asinione hivi akanichukulia poa. Sisi ni watu wengine kabisa. Ndio maana sitaki shida na mtu. Mtu akinikwaza na kazi yangu ndani. Ila muache hangaike. Kitakachomkuta. Atakuwa lisia. Sasa Zena, sikia nikwambie. Tuachane na hayo ya kwenda kunini si kuroga. Ila tu mimi ni kama msalamia mwema. Umeona? Kwa sababu nimeona kwamba Zena kwa nini arogwe na mimi nipo. Vipi kuhusu lile ombi langu ya kunipenda, yani tukae sehemu moja, mimi niingie ndani ya moyo wako na viatu vyangu vyote? Kwa kumbe umekuja umepiga story za Steve zote ni za uongo. Ili mradi upate kutia vesi zako na wewe hapo Hivi unavyojitazama, mimi na wewe kwanza tunaendana? Mtu wenyewe umevaa suti fupi, akili zako fupi. Kwa hiyo na mimi na wewe tuko sawa? Tuna mechi. Hivi Zena, kweli nikuulize kitu. Ushaona watu ambao wanavaa suti fupi ni waongo? Nikuulize tu. Kwa hiyo unanikoromea? Sio kama nakukoromea. Just I'm talking to you. Msikilize Zena. Hiki ninachoongea sio kwamba nimetunga. Ni kwa sababu tu kwamba unipende. Basi tuachilie mbali kuhusu mapenzi. Zena, unataka kurogwa. Kwa nini mimi unataka niongelee kitu gani ili uweze kunielewa mama? Naona unazidi kupanda afu unajisahau kama uko kwetu. Yaani unapanda zaidi yani. Kwa hiyo kulogwa, kama anataka kuloga, akaroge. Kitakachomkuta atajua mwenyewe. Na wewe kuhusu swala lako unikome. Sijui unanielewa? Yaani uishie huko. Ukipata taarifa kwamba mtu anakunitelia ubaya niambie. Ila taarifa zako hizo sizitaki. Na usitie yako fupi kama mgambo wa zamani.
Kwa hiyo wanasemaga wasichana wazuri waga wana akili. Eti ameona mwanamke mzuri amenyimwa akili. Kwa hiyo unapofanya hivi, unapovaa vitu vifupi, na wewe umenyimwa nini tu? Sawa. Unafanya suti fupi sijui nini, mtoka bwana hapa. Sawa, haina shida. Ila nakwambia tu ukweli, kuroho naenda kuroho. Hata kama umenikataa mimi, lakini haina shida. Kwa nini kuja kutoa umbea mimi naonekana? Haina shida. Basi kuja unikumbuke Zena kia mama. Nikukumbuke kwa kipi bwana? Kwa sababu hiyo miguu yako. Mtoka bwana. Nahisi nimemwambia ondoka. Toka. Sawa, naenda lakini ipo siku utakuja. Toka, nenda nyumba. Yaani hapa usije ukakanyaga. Kwenda. Kwa hiyo Zena, tuongee basi ilifike kubwa mama. Umetachi moyo wangu. Umeingia kwenye vyumba vinne nyakoro. Kana boni yote tatu. Unakuwa mpole maskini ya Mungu, hata sikuhurumii. Toka. Toka. Na usije ukarudi hapa. In love and power. Unajua Jogeli, mara kadhaa umenifuata na kunieleza changamoto zako na kunieleza shida zako nyingi, lakini leo mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Usione watu wana pesa ukadhani hawana matatizo. Binafsi yangu ni mimi nina pesa sawa, lakini nina changamoto kubwa sana ambayo inaniandama. Nimezunguka kila sehemu, nimemaliza mahospitali, lakini changamoto hii haitatuki kabisa, kitu ambacho kinanifanya mimi naumia na kuona pesa zangu si chochote si lolote. Inaniuma sana. Umeona nyumba kubwa hii inastahili kuwa na mtoto, lakini mimi na mke wangu hatukubahatika kupata mtoto, na sijui lini tutapata mtoto. Kwa pesa zangu mimi naona napi. Pole sana bro. Unajua nakuumiza sana, ila endelea kuamini, ipo siku utapata mtoto pia. Kweli Mungu yupo, hilo naamini, lakini lini atasikia kilio changu? Lini ataona machozi yangu? Natamani kuitwa baba, natamani yeye na mrithi, lakini wapi? Napata wapi? Naomba kila siku, kila kukicha, lakini majibu hakuna. Ni Mungu yupi sasa huyo? Inaniumba joka. Hapana, usiseme hivyo. Usimkufuru Mwenyezi Mungu. Kama alikupa tajiri, akakupa manyumba, magari, atakupa na mtoto pia. Okay. Mimi nimekuelewa na nashukuru pia kwa kuweza kunifariji, ila inaniuma tambua. Pole sana. Naelewa. Shukrani. Maisha yana maumivu, kuna kupanda na kushuka, pia kupata na kukosa. Moyoni tunabeba vingi, na ufukara unatutesa. Tunapambana tukiamini
kesho ipo. Wenda kesho yetu Mungu pekee ndo anajua. Tutapambana tukisali, tukisindikiza na dua. Love and power, love and power, love and power, in love and power. Tafadhali mwanangu, umekuja. Yule chizi zako sikaondoka. Wewe, Gift. Nani? Mwajuma ndo kaondoka? Kaondoka chizi wako yule. Ujue mwanangu mieyusho sana yeye. Mwanangu mieyusho. Kwa mwanangu kuongea kote pale mwanangu wewe, afu mwisho kwa nilikuwa naimba yani. Yule chizi zako kaondoka. Mimi nilikuwa niko zangu nani tu. Nikaja kumwangalia mimi simuoni. Gift. Mwaje uchizi hajaomba. Yaani hiyo hali inaweza kumtokea mtu yoyote tu. Kwa hiyo umeshindwa kumwangalia, yaani wewe ndo mwenye akili timamu kwa sasa. Wewe umeshindwa kumcontrol abaki. Wewe umeshindwa kumnanilia yaani kufanya kitu chochote ili abaki. Wewe umeshindwa kufunga milango. Umemwacha ameenda. Asa yaani mimi nachokuongea na watu wazuri mtandaoni kule Instagram siji wapi. Mimi nakaa namwangalia chizi na mchunga chizi asiondoke. Hapo utakuwa unazengua tu, si unajua tena. Mimi na watu wazuri hapa kuongea nao hapa, sasa sikuwa naangalia chizi ambaye hajaelewi. Mwache, mimi nishakwambia tayari. Yule kwa majalalani. Hapa kumfai kati. Sasa unajua nini mwanangu Tibo? Leo nimekuja na mchongo. Mambo yetu yale? Lakini leo niko tofauti kidogo. Kuba babake leo. Kazi ipo. Kazi ipo leo. Humu ndani nataka ujifanye mganga. Insha leo ni ya uganga. Sawa? Huyu jamaa kuna demo anamtaka. Umeona, ndo anakuja kufanyaje? Kumpiga numba. Na mimi huyo demo pia namtaka. Umeona, lakini demo ndo mimi ndo anielewa. Si unajua mimi mambo yangu ya kuforce. Yaani nataka tukalale, kumbe demo anataka process. Alafu demo anataka unajua mimi sitaki mambo mengi ya nini? Kulamba lipstick kitu gani? Nimekutaka tu tukalale basi. Sasa huko ndani nataka jamaa yani upindishe. Yeye akisema hiki wewe unaenda hivi. Imbali tu kwamba asifikie lengo. Hiyo unaionaje? Kwa hiyo hiyo nzuri. Basi sawa, kesho mimi nakuja naye. Tumeelewana? Ina maana pale sasa kinachofanyika mimi nakuwa na full information zake. Yaani akija ni kama vile namjua. Na kupigia na kila kitu nitakwambia jina lake, si nini, kila kitu nitakuwa mazingira yake. Kwa hiyo akija pale utajidai kama vile wewe nani kitu yani. Sasa cha mwisho sikia. Si unajua kesho mambo fulani makulaji. Asilete kuku, mwambie mbuzi. Mbuzi. Ila na hela, sio mbuzi peke yake na hela. Hela. Mbuzi na hela ili dawa ishike. Sasa mwanangu. Sasa utapelea tumevuka mipaka. Sasa hivi tupo kwenye uganga. Tamkumbuka ile bibi tulio mtapeli yule bibi. Aje paka leo wala kuniangalia atikisa kichwa. Tikisa kichwa. Mimi wana mkwepa. Sikia. Mkwepa. Anajua hii dunia nyingine. Sasa sikia. Ngoja nikuae, kuna kidema nataka nikakikaange. Wewe tena. Kwa sababu jamaa kashanyelezea matatizo yake yote. Umeona? Hili swali ni jepesi sana. Kikubwa wewe ni wewe kuvaa magwanda. Mimi najifanya najua kila kitu, nakupa information nzima. Ndio. Najua? Leo kuna mtu anaenda kumkaanga ndani. Nataka nikamrekebishe. Utaweza sasa na mguu wako? Wewe mguu unanyosha kaka. Najua? Huyu nikikaa hapa. Afu nikaleta hivi. Nikinyoka nimenyoka. Nani stali ni kifo cha mende chali. Haina shida kaka. Love and power. Love and power. Love and power.
love and power. Jen. Hey. Nimefurahi kukuona. Mimi pia na sikuwahi kutegemea tutakuja kuonana. Hivi unaishi huku? Mimi nipo nakaa mitaa fulani hapa hivi chini, ukipita hapo hivi ukiingia kuna nyumba hii hapa ya kwanza bati nyekundu, alafu ukisogea hapo mbele kidogo huko kama mtaa hapo panapaita Kibaigwa. Ndio napokaa hapo hivi. Huwa nakujaga sana. Ila sijawahi kubahatika kuonana na wewe. Umehamia juzi kati tu hapa au? Kuna matatizo fulani hivi akaa yanaendelea kabidi nihame huko nilipokuepo sasa hivi. Nimehamia hapo tu jirani. Sawa Steve, nimefurahi kuonana na wewe. Sasa ni kitambo Sana. Sikutegemea tutakuja kuonana tena. Alafu nimekumbuka. Kama utojali, naomba tubadilishane mawasiliano. Je, tubadilishane tena mawasiliano? Maana kuna sehemu nitakuhitaji ili nizungumze na Mwongezi na wewe. Haya. Andika. Sawa. 06 14 08 90 35. Namba yangu itakuja mwisho 30. Haya. Haya poa. Haya. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Oh yeah. Love and power, love and power. Umefikia wapi? Kwa sababu nataka kujua kila kitu anachokifanya tena kwa wakati sahihi. Madam, uwezo wangu umeishia kukuonyesha sehemu anayopatikana. Kuhusu mambo mengine, naona tungedili nao kimtandao zaidi. Ikibidi tutafute maitini ili waweze kutusaidia katika hili. Sawa, sio tu kujua eneo, bali kila kitu anachokifanya tena kwa wakati sahihi. Jen, nice to meet you. Me too. Kweli? Hivi umeolewa? Yeah, nishaolewa. Ndio maana unazidi kupendeza. Kupendeza wapi? Shida tu. Shida? Jen, kwa jinsi unavyopendeza hivyo kweli unaweza kusema una shida? Yaani huyo mwanaume nilionaye anajua hatuna uwezo wa kuzaa, ila mimi sitaki kuzaa naye. Ni kwa kusubiri kwa kipindi kirefu sana. Nawezaje tena kuwa wapenzi na kati wewe ni mke wa mtu tayari? Kwa hiyo nataka kuniambia umesahau momenti zote tulizofanya? Sawa, mimi najua, lakini hizo momenti sijui hiyo ilikuwa zamani.
kwa sasa hivi una maisha yako tayari. Hebu mimi nikaa naomba kitu kimoja. Endelea tu na maisha yako na mimi niache nifanye maisha yangu. Najua nimekusubiri kwa kipindi kirefu sana. Sikujua kama tutakuja kuongelea hivi vitu. Hivyo kwa sababu bado na mimi na mambo mengi huko hivi. Mapenzi yangu yote hapo kwako. Tafadhali jaribu kunielewa. Je, Melvin nipigia simu nije. Sikujua kama tutaongelea haya. Hivyo na mimi na mambo yangu mengi huko hivi. Naomba niende. Natamani tuonane tena kwa wakati mwingine. Najua tutakuwa tuna muda mwingi wa kuongea. Ninakupenda. Nakupenda pia. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia. Huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Steve, naona umeshindwa kuzielewa kabisa hisia zangu, lakini nina ombi moja tu. Jeni, ombi gani hilo? Nilikuwa naomba tuchati kama wapenzi. Yaani tuchati kama wapenzi ili iwaje? Nataka mume wangu akiona chatting zetu ili aumie, ikibidi tuachane. Hiyo yote nafanya ni kuonesha kwa sababu gani nakupenda na ninaumia kuwa mbali na wewe. Jeni, kwa nini unashindwa kukubali matokeo? Yaani kwa nini unashindwa kusema kuwa tayari imeshakuwa? Kwa sababu nakupenda. Unajua unanipa wakati mgumu sana. Lakini sawa. Mimi nitakujibu wakati mwingine. Sawa, asante. Steve, make sure uniangushe. Hakikisha unafanya hivyo. Sawa. Nakupenda Steve. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia. Huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana. Oh yeah, love and power.
Jeni, unaweza kuniambia umetoka wapi usiku wa manane kama huu? Au kuna lugha mpya ndani ya ndoa ambayo mimi sifahamu? Kaboma, sina nia kukutia wasiwasi, ila nilichelewa kazini, kulikuwa kuna marekebisho ya mwisho wa ripoti. Ripoti. Mara nyingi najiambia hadhi ya mwanaume upimwa na utulivu wa mwanamke nyumbani kwake, lakini leo umenifanya nijiulize, je, mimi bado nina hadhi hiyo au inaanguka taratibu kwa visingizio vya viatu vyako virefu hivyo vinavyokufanya ukimbilie huko usiku? Sikukimbilia kokote Kaboma, ulijua kuwa kazi yangu inahitaji muda, hivyo sikutaka kukasirisha. Unajua nini kinaumiza Jeni? Si kuchelewa kwako, la, ni ukimya uliovaa kama vazi la bei rahisi, alafu unaletea majibu mepesi kana kwamba mimi ni jiwe la barabarani. Kaboma, sikuwahi wala siwezi kushusha thamani yako. Wewe ndo nguzo wa kila hatua yangu. Hadhi yangu Jeni, hadhi yangu. Niliwahi kukuinua kutoka kuwa msichana mwenye kipato cha ulisi hadi ukaingia kwenye dunia yenye nguo za gharama, magari, nyumba na heshima ya jina langu. Alafu leo unarudi usiku bila hofu ya muda, bila hofu ya mumeo. Thamani yangu kwako imekuwa sindano hewa. Naomba usinione mdogo kwa sababu ya pesa. Sikurudi usiku kwa sababu nyingine, ni kazi tu. Wenda kesho yetu Mungu pekee ndo anajua, tutapambana tukisari. Hapo ndipo tatizo lipoanzia Jeni. Mapenzi yanapokaa juu ya mizani ya uwezo, yule aliye juu usikia upepo wa heshima ukipuliza, na yule aliye chini usikia upepo wa lawama ukimsukuma. Na mimi naanza kusikia upepo huo unabadilika. Kwa hiyo uniamini mimi na kudharau? Siamini. Na hisi hisia za mwanaume hazijengwi kwa maelezo mepesi, zinajengwa kwa matendo. Leo tendo lako linasimama, linaanza kuwa kawaida kwako. Kaboma, nikikwambia ukweli wa kila kitu utanisikiliza? Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana, na ndo maana kupendana hakuishi. Love and power, in love and power, love and power, love and power, love and power, in love and power. Karibu kwenye mapenzi, dunia na kufungulia huu mchezo wa mapenzi wa kuchezea hisia, na ndo maana kupendana hakuishi kurizana kumizana, na ndo maana kupendana hakuishi
kuriza na kumi